Hapo ndio tutakuja, mtauona mtee utawekwa mbele ya kila mtu atauona tonge yako. Hapo itakuwa tonge yako. Lakini la msingi ni sasa, jambo la kwanza ambalo tumekuwa tukilijadili na tumeelewana pande zote mbili kwamba hili muhimu ni kurudisha imani ya watu. Maana leo kila mtu kapoteza imani, hata hao wa Chama cha Mapinduzi. Ndio maana hawezi kupiga kura, kwa sababu anasema sasa kura ina maana gani? Ndipiga kura utashinda, usipopiga kura utashinda. Wengine wametoka huko kwetu kwa sababu haramu haiwateli, wakitaka kuwakijua tu kwamba huko bwana mimi najua sina kura yote, lakini mtatangazwa. Na tunaona siku hizi nakujinang'ara. Sijui nani lakini nasema tunawaona. Tukasema lazima turejeshe imani ya wananchi. Kuna hatua kadhaa tulizokubaliana kuzichukua pande zote mbili kurejesha imani ya wananchi kwa vitendo vyetu, kwa kauli zetu, na kuonesha dhamira yetu ya kuyatekeleza tuliyokubaliana. Na hili mtaliona kwa sababu litakuja kwa tamko rasmi ya pande zote mbili kuhusiana na jambo hili. Tumefahamiana? Hilo la kwanza. Hujapakuliwa. Ni maelezo zaidi, lakini kwa leo mambo kuna usiku. Tumetosheka bwana. Sasa subiri kama subira kuna. Basi tusiendelee. Au vipi? Au sivyo? Tusiendelee au vipi? Kusubiri mpaka yapakuliwe basi. Lakini tunasema hilo la kwanza, hatua kadhaa mtaziona kwa sababu maana yetu tumekubaliana tuziweke hadharani, makubaliano yasainiwe, na inshallah kutakuja sheria ya kusimamia utekelezaji wa tuliokubaliana au tutakayokubaliana. Sawa. Tunajua wengi bila hilo tutasema sio yale. Haya ni faida ya pande zote. Lakini la pili, ndugu zangu, tumesema kilichoharibika katika nchi yetu na jambo ambalo lazima tulichukulie hatua kama tunataka kujenga, na ni lazima tujenge, ni mfumo wetu wa kikatiba. Lazima tupate katiba mpya. Lazima tupate katiba mpya. Na ndugu zangu, katiba haitopitishwa na baraza la wawakilishi. Katiba inapitishwa na bunge la katiba litakaloundwa maalum kwa ajili hiyo. Ndio utaratibu wa kutunga katiba mpya, kwa sababu ni jambo la wananchi. Tumefahamiana? Sasa shakupakuliwa ndio utajua huko itakuwa hivi, itakuwa hivi, tutapita utaratibu huu, tutapita mchakato huu, tutaanza hapa, tutamalizia hapa. Lakini la mwisho tunasema lazima katika nchi tukitaka kuitengeneza tuje na katiba mpya. Kama hilo tunalikubali au tukaliondoe? Kwa nini katiba mpya? Katiba mpya kwa sababu la kwanza hilo tumesema kwamba kwenye nchi inaongozwa kwa ridhaa ya wananchi. Lazima mwananchi awe na haki ya kuchagua, haki ya kuchaguliwa. Lakini jambo la pili, lazima kuwe na mfumo ambao kila mmoja wetu, hakuna aliyeko juu ya sheria, awe rais, awe mwananchi wa kawaida anayeuza genge la
Ukiondoka uwajibikaji, kunakuwa na ufalme huu na urais. Hii ni jamhuri, this is a republic. Mzee Karume na wenzake waliondoa monarchy, wakaleta republic, jamhuri ya watu wa Zanzibar. Ndio tulipoanzia, au sivyo? Tunataka irudi jamhuri ya watu wa Zanzibar, kwa maana ya kwamba mamlaka ibaki mikononi kwa wananchi, asiwekwa kwa nyang'anya. Kama wewe umewakosea wananchi, lazima kuwe na mfumo madhubuti wa wewe kuwajibishwa. Usisubiri ukaje ukatekwa na Marekani na mambo mengine. Tukushikishe haramu, tukuchukulie hatua, tukushughulikie sisi wenyewe wananchi wa nchi hii tuliopambana utuongoze. Tunafahamiana? Hilo ndio tunalosema lazima kuwe na mfumo wa utoaji wa haki ambao mwananchi ana utaratibu. Maji yanayojulikana wanapata vipi, wanapatikana vipi, mfumo mzima ambao utaleta uwajibikaji. Uchaguzi namna gani utasimamiwa, uelezwe na mamlaka, vipi tume itapatikana, asiwe mchezaji naye ndio refarii. Mmoja katika wachezaji anachagua refarii, anachagua kamisa mchezo, anachagua uwanja, linesman anachagua yeye, muda wa mchezo anachagua yeye. Sema hilo, hayo ndio yale tunasema. Haya mengine jamani, yashapitwa na wakati. Sasa twende na haya, ndugu zangu, ni kwa faida yetu wote, kwa sababu anayepewa uongozi akiutumia vibaya, tunawaathirika ni sote. Rasilimali za nchi zikitumika vibaya, tunawaathirika ni sote. Lazima uwe na mfumo wa kuwajibisha watu wanapokuwa wameharibu mali za nchi, wanapokuwa hawafuati misingi ya katiba. Hilo la ngapi jamani? La pili tunalikubali.